are you doing? Niko fiti. Uko salama? Ndewe yapi. Unaendelea aje? Nde safe. How do you feel ukifika huku ndani huku kwetu? Niko sawa ma. Niko sawa. Kabisa hata sisi tuko salama. Anyways, tell us more about you kwanza before tuendelee. Njeba kondo ka Butterfly. Ene lieta dio kuligo busi. Lieta kamili bakondo ka bakondo nga Albert Marage Nyachoti. Bas, yani ria mujengo. Ene dio go sokera ali street irikero ko nikine kabande. Nali dio konyorera. Kwa teba Albert Marage eririnda tokoja komboni ngara. Kabisa. Sure. Ali Butterfly. Ene dio go tabuto. Why Ali Butterfly? Ama linki ngaki wakoritho kabuko gateba nche. Na Ali Butterfly. Ikerona lengo mwana musinini. Nigo nanjite kubwate biwangwa. Sai kwa rero namanyire Butterfly seki gusingike wangu ekoroko. So ikerona lengo moke sometimes back. Ngabwate biwangwa ngabibeke aka container ime. Na tagite kutuge biwangwa, you understand? Yeah. So kutuka kulikuwa nebiwangwa byale kokwa. So I was a very bitter man. Unajua kubwate ke wangu atari kwa Tari raisi. Na abibwatire sizo nene bibwate sizo nyomete. Yeah. Sizo nina abibwatire. Na ibekira ka content ngabiyaku. Biyaku. Wano mongono konyoro yekirenga ke inyo daigo ayege to mochere. Ne biyazi which was my favorite meal back then. Yeah. Ndaraje nje favorite meal. So akanangali wano nga togochorage. Wano nje mbwate obororunga ki biwango byanu byakora. Bikwete kwarra. Uma nyabigwangwa otagojo oragire. So when I was gonna discover the nimbote talent yokotera nga okay, how will I embrace this talent? Ngatabona lazima mwete kwa manye nimbote talent bono kuligoni ile dari obusani ona zo kuligidi ngataba in a way you're honoring my mother. Ngataba Ali Butterfly nyabigwangwa. Albert is my real name. Yes. Butterfly is like I'm honoring my mom, Ali Butterfly. Sure. Wow, singing chakorogete nyabigwangwa. In short, the name comes from the mother. Yeah, it came from my mom. Okay, anyway, tell us about your music journey. Ngakigwa koreto kamanya nonyare gotere. Singing njombareka igatua tebire lakini sauti siguna. Yeah, previously I was not a musician. Since high school, yeah, I'm a proud alumni of Magena High School. Wow. Yeah, mimi ni mtu wa Magena High School. Salam kwa Magena. Watu wa Magena High School, hi. Simba Ye Town is in the building right now. You understand? So hiyo time tukiwa high school ilikuwa ni maneno ya ku-act mostly. Like ilikuwa unajua ile time ya Saturday. So kuna ile after lunch, sio maneno ya church service tena. Ni entertainment. So sisi hatukuwa maneno ya bola ama music. We were trying to be creative by ourselves so that we entertain ourselves. So your time mwalimu alikuwa anapanga hiyo kitu ya entertainment, alikuwa ametengeneza play fulani. So kwa hiyo play mimi niko kama director tu, niko hapo nawaambia utafanya hivi. So kuna role ilikuwa role ni ile ya renge ngong. Ondata yote koko kwenye kora. Bone kroba kote mwalimu akamwambia ki aye. Nayo kwenye kubata una bakora njoo kore. So that was the first time I stood on stage and it was perfect to the point like I was a celeb in school. Okay. Yeah. Ulianza nyota ya celebrity. Yeah, nikiwa high school. Yeah. Ewana ngakora gali role ya ningeyo kubo muganga. And I swear I delivered. Kwa mganga si rahisi. Sure. Kwa mganga si. Yeah, bagante kabo muganga. Muganga ni. Yes. It was amazing. Yes. Yeah, sure. So that is where you discovered Uleza. Yeah, no. So after that mimi nikakuwa niki-act, so nikajiweka position alikuwa ku-act most of the time. But after high school sasa nimekuja kwa live, sasa real life. Yes. So nikiwa hapa nje nikitafuta mahali naweza jiunga kwa ku-act kaniko. Kakupost. A friend of mine mwenye alikuwa msanii akaniambia kesho nienda studio tuende na wewe. Twende muende kuimba. Yeah, hiyo time Augusto hakukuwa amekuwa Augusto. Alikuwa tu boy wa mtaa. So tumeenda kwa studio yake hiyo base yake. Amerekodia maboys. It happened like mvua imenyesha. You understand? Yes. So mvua ikinyesha akapiga beat. So akasema nani anaweza ua hii beat. So mnajua mimi sasa si msanii, you understand? Yes. Mimi sasa niko backstage. Mimi niko huko backstage tu nimetulia nasema acha nisikie wasanii wanaimba nini. Wanasema nini? So hiyo time fanya wasanii wameimba
Alafu Agosta akaniambia Ali si hata wewe kwani wewe kuna kitu unafanya hapa? Nikamwambia nipe beat ngoja nijaribu. Nikipiga hivi, vile nimepiga hakuniambia kitu. Akaniambia tena rudia. Akarekodi. Nika-produce song hivi. So that was your first song? Yeah. Which hiyo ni wimbo gani? Enso Bonso. Oh, Enso Bonso is your first song? Yeah, it's my first song and it's my breakthrough song. Like ulipiga freestyle ama ulikuwa? Nilipiga freestyle, ndio akaniambia man, you can do something better because I feel kama kuna artistic work in you. So go and do the song. So nikienda nyumbani so it was not Enso Bonso initially. It was some freestyle, you understand? So nikiwa home, wakati niko home, so ashanipea ile confidence. You understand? Ashanipea ile confidence ya msanii, unanielewa? So wakati amenipea ile confidence ikiwa home, brother yangu akaniletea Enso Bonso home zinamianga sana. So love mimi ni mzee mwenye nimependanga kuchituma kuhaso kidogo. So hiyo time amerudi akanipea sio mimi nimewasort na narudia bro si uchukue hizi mbili. So ningekula nikasikia ni tamu. So ndo the first line of Enso Bonso song nige gotononta mano mindo nige gotononta gendolete mano mindo gendolete so from there nika do the artistic work now. Okay. Yeah. Very nice. Baby, that was a journey. Umetembale togo ikaransa iga? Hata hizo lines kwa kichwa kutoka si rahisi. Yeah, sure. Kerogo ikaranse toga chirika. Did you get any difficulty? No. Like umetendiro muntu kero muntu agotebiringa ki you can do this. So ndiro kuira na mega kweboli ako sawa ama tu ni kunipima na nipima. No, the fact like hiyo time kuna wasanii wenye walikuwa like unaelewa? Kuna wale maboys sasa unaelewa sasa ndio mtaa. Ndio walikuwa hiyo time ndio mtaa na wao ndio wamenipeleka studio unaelewa. So wana kira wonte mazina feel man. Akingo korano producer kwa Teruk. So when nimeandika hiyo time nikasema okay. The guy alikuwa na session the weekend. So tukaenda ka recording ngoma yake kamaliza. Anja akandenga Ali akiwa kutoka Teruk kama denimbo atoko ngao. Oh anda iveka. Muna bega tu na tera tega akandene hit. Ngawodi. So ono ngatwara was hitting kimajo you know what is a hit. Yeah, chivo vocabulary chinyi. Wana ubeki. Wana mpaka ngoja kupulinga hit nyingi. But thank to God, hiyo ndio song ilinitoa kwa Limelight. Yeah, so ulipiga tu hivi mara moja na ika hit. So that's my first song. Okay, so tuseme audience ilichukulia aje hiyo wimbo? Like ili accept aje? I was everywhere my mom. Everywhere. Ngora man tu gura wadara kwa radio, you know that time ilikuwa big deal. Like tumesikia ukimba kwa radio. Alafu Kenyonzi ngeri kyalenga ika hiyo time nilikuwa ndo nimeanza high school. Yes. I used to reside from President Omogonjoro. I don't know if you know it. Yeah. Omogonjoro iko side za Kemera. Kenyonzi ngeri kyalenga unomete Kenyonzi Cage Boys. Wono kwenda gari na ravu vikiro gotera arafu ni maite show nile yarenge ina certain radio yare go cheso gotero maite za nane lazima bakalinge bago chesero gotera. Anyway, along the way mna wacha gite gotere kogenderera. How was the journey being? Imekuwa amazing. With a lot of ups and downs. Kinde bago tabanga safari atabati bigochi itali safari aro. Okay, what is the biggest challenge you will encounter? Kujipresent kama msanii. Kujipresent kama msanii. What way? Yeah, like mimi sasa ni msanii. Unajua hiyo ni context. Unajua I was not an artist. Sasa nastahili kuka artist. Unanielewa? So kujipresent kama msanii hiyo ndio time nastahili kuingia campus, nastahili kujipresent kama msanii. You understand, na background yangu iko kwa ya artistic, hiyo live ya artistic. So I had a lot of challenges. At that time when you were starting, umetendiri bako teba lazima mfuko lazima ijae. Mfuko lazima ijae. Who was your financial support nandi abayiburi ngaki walikupea support ama unajua abayiburi baitombali wakisikia umeingia hii direction, especially taligo kanisa goterera ni enso goterera. Some of them are not very supportive. But for me mazee mimi ni mzee nimeishi freestyle life. Ukupigwa. Sio kupigwa no. At my sad to say at my family. Mzaya alitokanga kitambo. So nimekuwa na Mate for a very long time. So Mate ni ule mtu ni ana believe
mazewe bana Fanya mambo sasa unajua mimi ndio first born unanielewa go to the world now yo sasa shamaliza shule alikuachia dunia sio kuniachia dunia like alifeel hiyo time yenyewe do your thing already I'm in campus you understand your time nikifanya hizo vitu already nishamaliza high school I'm in campus sasa I need now to be a man understand juu home hakuna mzae home sasa home ni first born boy unanielewa mimi sasa ndio mzae so kitu ili happen like nikianza kuimba nobody understood what I was doing time nimepiga madai kwa kichwa unanielewa nataka nikae unajua you understand what I mean those are the challenges zenye ni limit like unasema kukaa msanii na alafu to some extent with being an artist without the guidance ingine nataka kwa yeah sure speaking of nkangai nkamange saba umete alitotebe engambi nyoro imeani nyuma ya ID na ndio umesema the biggest challenge was being a msanii mtori nkobeka tori chidai tunachukua chains ma bling kadha unaeka kenyoro ngeta etigo ngoba serirule abana babo did you encounter such challenges? A lot of challenges because most of my friends waliambiwa mazee achana na huyu boy achana na huyu boy but sasa kitu ilianza ku happen kitu I think kuna kitu fulani ili happen at the same time hiyo time yenye tunaanza kufanya music ndio the social media ilianza kufanya kazi at the same time so like ilikuwa kama like you are doing music at the same time huyu anapinga mtoto wake asikae na wewe but akiwasha TV wewe ndio kwa TV so ana hata ways. How did you handle that pressure? Mazee kama kuna kitu leo nikalia trick ni hiyo. Unajua mimi ni village boy. The first thing. I come from a family yenye haiko stable. You understand? Alafu at the same time at a young age you want to fit into society. The worst thing of all things. Like mazee wendo celeb unastahili kublend na maboy. Wale maboy unafeel kama unastahili kublend na wao hawakutaki. Wazazi wao wamewaambia mumroja hautakikani alafu sasa hiyo ndio tameanza ngoli yorobo kima kwa so but kitu ile happen hiyo time nikianza kufanya music kile ngoja akakuhit kile muziki chake toka soka already nishalocate kutoka home kwa nishaingia town yeah. Okay, so what is the biggest lesson you've learned through music? Biggest lesson nimejifunza you will never know when music will pay. So tuseme kind of the journey was hard before ufike uanze sasa kulipwa. Uwezi jua like leo unaweza toka like man Simba town ndio wewe wanda unapiga hits lakini mzana kula doni tofauti because the speaking of Simba town nakiriete ilichete singe I think tena nimeona ngoma fulani hapo rogete Simba town Simba town came time yenye mazee nimefanya nsobo nimefanya oyonere mukane I don't know if you are familiar with the song oyonere mukane so hiyo time nimefanya hizo ngoma like sasa mazee na feel man hoja niende huko nje sasa man I'm not a village boy anymore mazee kama nikaonye na arudi hivi nyoroma unajua setup ya na yoko koro muziki was one of the most difficult setup like no TV ntobugati ekero te yabato kero mondao tenga ngwaje setu TV tama itinga neka maana usona bako osoko munga natoka setup mbaya bona man egira ngaki abantu batambwire ninje Simba town area mpya nakuja location alafu anasema tigomo sana murana ale ko chotera tigasoke gra na achagire bona cross network Simba ngateba man vinyorone town ngai Simba town that's how my name came. Ni ile song gani ile kabisa yenye ilikulipa kabisa yenye pia ilikutoa sasa kwa limelight kabisa? Song ilipo na vizuri Mashujaa. I remember singing it then Mashujaa. Hiyo Mashujaa I think that was the best. Nilifanya hiyo. Nimelipa gigi kama 3 mzuri. Hiyo ya Mashujaa. Kuna hiyo song ya wedding. Tulilipo kufanya song ya wedding, we were paid good. Love na I was in Madaraka, Nairobi. Hiyo time nimeenda State House. I think those are the best occasion. Let them to hiyo I think a lot of people don't know the song. Inji yangu naipenda tuimbe. I was the lead singer in the song.
Kenya yetu tuna usawa na haki kwa watu wote, na hatuna mipaka, miradi inafanywa kote, nchi yangu naipenda, tuimbe. I was read the song. Haya umete abasanii nabangi konyora bachirenga ki ya mashujaa, si ndio? Sure. Like struggling for those chances haikuwa rahisi. How did you get there? And maze I think wakati God anakurocate hata ukae vijijini atakurocate, atakupata tu, because I can sincerely speak from my heart. I never even knew kulikuwa na auditions za hiyo event. So sikuwa najua. So mimi nimeingia tao, mimi nafanyanga mimi ni mwanabiashara apart from kusoma. Time ni notice acha ni mambo tu, unajua ni hii ni mtaa, unajua hii ni mtaa, lazima uishi mtaa, yani tuingie chuo, lazima watu wakule, yani hakuna hata usisema ati nini, no, lazima tuingie ghetto, watu wafanye nini, adish, unanielewa? So nimeingia, mimi nimesababisha mambo yangu, nimeset job, nimetulia maze, and I think that was the time nilikuwa at my lowest. Za madhe ni mgonjwa home, shosho ni mgonjwa, like niko na, unanielewa? Unasikia mimi ndio first born. So nimewasort, nimeingia, acha najua ndume ni ndume. Mwanaume ni mwanaume. Inyeshe, imjue wake, mwanaume ni mwanaume, hakuna njia nyingine. Lazima ukae mwanaume. So nimeingia ghetto, nimeset mambo yangu fiti, nimetulia. So nimepiga ile mapacheti ya siku, niko na machama, lazima ni sort chama. Kuna madawa fulani nimeandikiwa na Celtic Sauce. Unaendelea hizo ndio vitu zinalink kwa akili. Best yangu akaniambia, man, ajua kitu mimi ukuanga na confidence. Like ile 100%, yani without anything. Mimi ukanipeleka place yote I'll deliver, unanielewa? So best yangu ameniambia, Ali, mambo po. Umeingia job? Nikamwambia niko job. Akaniambia tutafanya, kuna kitu nimesikia iko mahali. Twende. So mimi nule mzee hizo ukaniambia, Ali, twende place fulani. Naenda kujua ni nini iko mbele. Because kuna mzee mwenye akikuita unajua maana huyo haizi niitia uharifu huyo. Ni mbona huyo hatuwezi pigwa. Huyo kama mbaya ni mbaya. Uko mbele. So nimeingia, ilikuwa imefanywa auditions, imefanywa hapo Cultural Hall. So ameniambia tuingie Cultural Hall. So hiyo time mazeni ilikuwa maubao. Kuna kachumu fulani huko, tukaingia tukashikija mandondo na chapo, tukaingia. So nikiingia ile like nil notice watu kuanga waoga. Wale abantu nabo bwana kanyora abantu batenga ki next artist ingio perform, so unapata like stage inakaa vacant, alafu mimi nimekuja late niko huko nyuma. So nikaambiwa, wakasema next artist hakuna mzana ingia, kajisunda huko mbele. Mimi nikatoka kutoka huko nyuma, so kila mtu anaangalia, huyu ni nani, ni confidence ya wapi huyu? So nikaingia huko, I think the song ile nilipeleka huko na Neremuka. So nikaingia, wakasema unajua huko ni freestyle, huko ni pure talent, hakuna ile maneno ya auto tune, sauti, alafu hakuna mic, unanielewa? Ni ile unashika mic, ni ile una maze alafu sasa hapo ni tuongele kitu nita forecasting. Like unaweza estimate voice range yako inaweza fika wapi? Like audience, naona mtu anastahili kukupea hiyo chance ya kwenda kuperform. Ako backstage. In case estimate ende. Sauti ya unga. Na ako iwete ngajiko correct. Akiwa. So your time mimi nikaingia hapo. So nikiperform nikapiga oyonere mukane. Jamaa akapiga kiaju. And you got the chance. So akini kwa unajua tulikuwa tunapiga live music. Alafu mimi sijazoea live music. So ukianza kuimba anacheza na kiuna cha unacheza kidogo jezera. Bwana iko na chakire kotera akamenya kuchinji kio music. Akaira high pitch. Unaelewa? Hata itakote manga facility anayo gugu muziki ngaya kalotiki. Aye. Egara dhire igoro. Ngairuruka na jebego. Mbego. So that's how I got the chance. Okay. Aya, ukiandika ngoma zako. Nimesikia mingi ni za mapenzi kidogo hivi, kusifu wasichana. Like what motivates you to write? Is it from nini na kuinspire? Ni kutoka maybe tuseme kama heartbreaks mingi lazima wakutandike tu. Mbaya hiyo mbaya. Ndio tuangushie banga. Sasa wewe ni ile kuandika, ni kuamka unashika tu kalamu ama you are inspired by something? So nikiangalia
Songs zangu mingi initially nikianza music zilikuwa za mapenzi, but as I continued with the journey mna nalikuwa kaendelea kujibazio. Sidhani kama nimeitoa ngoma ya mapenzi of late. Lately, what is your genre? Gani unatoa? I think I'm in society music. Ja educate vijana wadogo. Yeah. Sanduki akante ya mangana yobose miane chinjera choko menya senze ngamuntu musacha wiko itere bigali elindo manya kobega enje. Understand? I love the young echiro ya salekire. Echiro ye kenyechi ya salekire eli nagu. Understand? Ebindo tutwetere tenze ye kerato alego chaka. Bagate bantoko bakende ntu okobayo butaka yero twajandegete mbalengo tokoni changa mbalengo erinde tosome mbal. You understand? Like I think I reverted back to the society music. Oh yes. Na moiwete echiro ya sariki. Mbaya. Na kitote motokonye chire. Kama kawaida mwanchomo ligererio motegereri from Asandonsia. Sorry, this is Getembe TV ama Getembe FM 102.7. Yani hapa ndani bila kusahau tuko na Ali Butterfly. Yani ile tamamu mwaba mwete yani nyabigwangwa. Nyabigwangwa. Anyway, getting back to ukisikia the word branding. Nkikekucho somo tu. Branding, it has a lot of aspects. And at the same time when we talk about branding, we're talking about of an industry. No, we are talking about of a genre of music out of the market sector. You understand? You understand? So far when you are doing Guzi music, we are kinda, no, some people compare us with the Ruo Nyanza people, the Kikuyu who are doing the origin music. You understand? Yeah. But they forget to see the numbers. You understand? Ekaruto kwera na branding boninga ekarongo genda boninga an artist, a Guzi artist ogosoka kogenda gochi outside Kisi efalu ya go depreciate. You understand? Yes. That's what you call. One branding ye go chaka okonyoranga you can blend with other artists. Other artists. You understand? Yes. And again kitu inaenda ku affect the our branding is the type of music we are doing. You understand? For ile time tunafanya the Masucha song, we were identified as pop, Guzi pop artists. Yeah. Sasa ukiangalia the music yenye nafanya music yenye na trend most of the time is kind of Ohangla, of which is not our original. It's from the Luo Nation. It's from the Luo Nation. Yes. Like sasa ukiingia kwa national table when you are negotiating, there's no way you can negotiate Ohangla with Prince Indah. Because already in the negotiation table, he has a lot of faults. Well, so what I think the original Guzi music is Benga. Now we came with the Bop. So I think what we were supposed to do is to blend Bop with Benga. Of which I can tell you some. You can easily say the Luo Nation as evolved in with Ohangla. You understand? The Ohangla yenye ulikuwa unasikia na Tony Nyadundo sio Ohangla saizi udogoswage anafanya. It is kinda modernized. You understand? Yeah. Sisi tuaretire a new sound in the market, of which the original sound yenye una saizi I can give na wango kwa preview yo musiki Guzi. Like boni goiza kwa yo mugaka ngiki musiki Guzi noli how the bigger alice. Emesiki eliaka. Kware. Alice omwana sababu nje tingonye besabali you understand? Boni goiza kwa bekera mugaka mathina ki omubekera gotera kwa sunguzia like ana blend na yara. Because boni goiza kwa bekera mugaka bwo kagere omubekera gotera ko Ohangla kwa Tony Nyadundo. Kware. Ile ya mtoto wa Kimasai ameumbika sana. You understand? Anajo mubekero wengi na ema kama. You understand? Ni involvement ya the same music. Yeah. So kitu inahappen, I think as artists again we need to see what we are supposed to do. Okay, when do you prefer solo music ama na collaboration na mtu?
yote uko sawa. Yeah, mimi niko sawa. So far I think I'm one of the artists mwenye nimefanya na band na solo artist. You understand? Aya nkiora te yu mwana ulibwe miaka yawo, that young boy. Ni advice gani utampea? When you go back to yourself before you started music, up to mali umefika. Huyo kijana mwenye bado anajitafuta kama wewe, unaweza mwambia nini? You will find yourself. Utajitafuta tu. Utajipata tu. Because let me tell you, kuna kitu fulani nimejifunza so far na music. Saizi oende studio boniga, nje naye toke de studio. Chances zinjire na bakoro si hit tindos. Aseki. Hit hakuna mtu anajua hit. By then ukweli? Hakuna. Huko tabubokera. Because mimi ni make studio tukapiga hit ngoma. Mazee kila mtu ananiambia man mbaya. Wacha ngoma itoke. Maajabu. Haifiki. Unanielewa? So there's kuna ile kitu inaitwa sasa unaweza ingia studio, maybe you rhyme na time. Unaelewa? Ukataka kuliko soke kore mnechinga kichikola taki. Shiro boniga. Obulo up like chances shiro boniga and kuna kitu fulani ina happen kwa Guzi Music kitu wacha waje notice mimi nimekaa kwenda studio najua vitu mingi. Industry ya Guzi it can't accommodate two trending artists at the same time. Onya mogo trend at the same time oyo makoli mimi nyota yoyonde. Can I give an example? You can. I can give an example. Industry ya urban ekireko chakera. A song ya begeta bantu baka understand urban music nere. Do arora tigatorage. Ekara watara kulikuwa batete the next time migi akasokia matera. Kwari. But okotera kwa chite ko kubwa the next kwa bete a hit ekwalenge waba babji. You understand? Bono ntu arwara ukamodate babji. Migi akamenya kusokio ko kwende. Kwari. Ukamo accommodate migi. From there Fikiyanga ka blow up ne chingo. Chingondi. Kwari. Chingondi ko blow up. It is funny like Fikiyanga holded the industry like for 3 good years with the Chingondi because mazeni kitu wenye watu wako wao expect. Yes, and it was a reality. What the industry for a very long time. So kitu ilisaidia migi na babu sasa bakamanya kuota ni Chimbeba. Which was a very massive song. Bona bagaba Chingondi, Chimbe. You understand? Yeah. From there no predict muzani kyojete kuruga. Nimefika hapa kwa kina Sparrow. Oh no, Sparrow is Sparrow made last year. Alafu ana dominate paka sai. Previously kuna msanii alikuwa anaitwa Mansango. Oh yes, Mansango by the way. I'm sorry na tubiro yo. Umuntu otite immediately kero bali bayiteti makubamba. Ekyo. They hit. Industry ya kisigeze accommodate wasanii wawili wana hit at the same time. Ni ndogo. Kila mtu na taa yake. And time, ni time. Kabisa. Yeah. Getting back to you. Nkitobwente we expect boniga. Sasa this is a politics time. Sisi tuko biashara. Unatuangushia moja safi ama tukae tungoje? Doba inakuja. Lakini sasa unajua tuko biashara kidogo. Biashara kwani umeamua kujoin politics? Wanasiasa ndio kuna pesa bwana. Ngo bwana jibu za digomba wanasiasa bwana. Already the business world is spoiled. Wani biashara ora koro onyore jibu za it's illegal business because you understand the business is not doing good at the moment. Wani kama ndo baba gaje jibu chetu nyingine bana. Saizi tuko kwa biashara kidogo. Ndo chichinga chinza ngonya korengana chire igazi naisha hivi sasa tukimalizia swali la mwisho. If you are not doing music ngikangoboni wokora biashara na ndena bingenda biashara biashara kene yonzi ngekora da jibe zangu ndango ni mondanga jibe I can do it. Kabisa. Anyways, kama kawaida umwanchomo ligerere motegerere from Getembe TV with me Melanie, yani hadi Getembe FM 102.7. Ne
program ili agengia ya vibes on vibe, yani vibe juu ya vibe ingine. Mnamoroche gabu, we had Ali Butterfly akiwa hapa live. Yani mwigure mutoko tegerera chingero chia igabu yabuya, na kama kawaida chinza kero chiko rengana inafaa sisi tuondoke tufanya nini, tuende na tutapatana Jumatatu.